Kwa jina naitwa Adriano Tida, afisa wa Mkuba Mwambao Tanga. Mwambao ni shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na usimamizi shirikishi wa rasilimali za bahari katika mkoa wa Tanga, Unguja na Pemba. Mkuba ni mfuko wa kutunza bahari ambao wanajamii wa pwani wanahakikisha mazingira yao ya bahari yanatunzwa ili kuweza kujiinua kiuchumi. Huwa tunawashirikisha wanajamii 150 ambao wanajiunga katika vikundi. Vikundi vinakuwa 5, kwa hiyo kwenye kila kikundi kunakuwa na wanachama 30. Na wanapojiunga kwenye vikundi, basi sisi kama Mwambao tunawapa mafunzo ya kufahamu kwa nini watunze mazingira ya bahari na umuhimu wake, lakini pia mafunzo ya mfumo wa Mkuba ambao unatofautiana na mifumo mingine, lakini pia tunawapa mafunzo ya ujasiriamali. Kiukweli kabla kuja elimu ya Mkuba, ilikuwa elimu kuhusu mambo ya uhifadhi wa pesa ilikuwa haipo vizuri, kwa sababu kuna watu ambao wanawekeza pesa kienyeji. Hakuna vikundi vilivyosajiliwa, watu wanaishi tu ile kuaminiana, mwisho wa siku watu wanadhulumiana, mtu amekopa pesa amekimbia. Hata mimi hapa nimeanza biashara ikiwa ndogo, lakini huku mimi ni fundi cherehani. Ilikuwa nafanya tu ile mazoea. Baada ya kupata elimu ya Mkuba na kuna somo linaloitwa SPM, basi ile imenizindua kiasi kwamba ninaweza kubajeti pesa yangu na najua biashara yangu mimi naipangaje. Hali imekuwa nzuri mpaka kuna wengine nao wanatamani, ingawa tunawashawishi waendelee kusubiri. Tutaongea na wawezeshaji kama kuna uwezekano, basi na wao waingizwe kwenye Mkuba, waunde vikundi vingine zaidi. Nilipopata haya maelekezo ya Mkuba, tukapata kuwezeshwa kwenye Mkuba, kupata regesho la kwanza la hiyo mbegu tulipoletewa. Nilienda kununua mfuko wangu wa unga 53,000, laki ile ikamalizika na nauli. Hata kuna ubaridi mbaya, kwa nikitoka hapo nitabajeti mali nikose faida, lakini najua vitu vipo, nenda nachukua naendelea kupika asubuhi kama kawaida. Kabla sijapata hela ya Mkuba, alikuwa anapika kilo 2, kilo na nusu, lakini mpaka nilipokuja pata uwezeshaji wa hela ya Mkuba, kilo 5 napika mpaka 6. Sasa hivi napika nimepata mwenuko mkubwa katika hela ya Mkuba. Wateja wangu wanakula mpaka nenda nao sawa. Hamna aje nikamwambia hamna. Wote mpaka wanatoshelezeka na kile chakula. Kitu cha kwanza ambacho kilibadilika, alikuwa nikusanya mzigo mwingi na nikilipa pesa ya Mkuba kwa wakati. Maana alikuwa na balance pesa yangu ya matumizi, na balance pesa ya rejesho, kwa sababu ni pesa ambayo haina riba na wala haina dharubu. Lakini baada ya kuja Mkuba nilinunua kisanduku changu kidogo ambacho sasa hivi natumia umeme, situmia harama tena kubwa kama ya mwanzo. Pia nilikuwa na pikipiki yangu ni mbovu, lakini ilivyokuja Mkuba niliwezesha kukopa pesa katengeza pikipiki yangu. Mwanzoni alikuwa nikitoka hapa kwenda mjini mpaka nipande gari za barabarani, lakini sasa naenda mjini kwa pikipiki yangu mwenyewe. Naenda mjini na supply mzigo wangu, mimi narudi ninapumzika. Baada ya wana vikundi wa Mkuba kupatiwa fedha au unaweza kusema motisha, huwa wanakutana wao kwa wao kwa kuendelea kuwekeza zaidi kwa namna walivyofundishwa, ili kuweza kuhakikisha ule mfuko unakuwa, ili waweze kupata mikopo ambayo mikopo hiyo wanapata bila riba. Kwa hiyo inawezesha wanachama wengi kukua na kupata mikopo ili kuweza kuendeleza biashara zao. Kwa mpaka dakika hii mimi nikiwa kama katibu wao wananiuliza sana maswali, kwa sababu mwanzo walikuwa hawana uhakika na mimi nikiwa kama kiongozi, lakini mpaka ilifikia kipindi wakawa sasa wameshanikubali.
kuliko wanaume. Wanaume walikuwa wamenikubali moja kwa moja. Alafu jingine, hawa vijana pamoja na wanawake wasipende kuogopa uongozi. Uongozi hauna shida aina yoyote. Bora ujue tu kabisa ukiwa wewe una akili timamu, mimi na akili timamu, naweza kuwa kiongozi. Wakati naanza kuingia kwenye BMU nilichaguliwa kama mjumbe, lakini katika ujumbe mwisho siku zikatoka nafasi nikagombea uweka hazina nikapita. Badala ya pale mwambao walikuja kutupa elimu ya wiki 2 namna gani tunaweza kuiendesha BMU, walitoa mafunzo. Mimi nashukuru Mungu nikiwa kama katibu katika kikundi changu cha Tupendane mpaka dakika hii na manufaa nimeshayapata, ambayo nilikuwa na frame yangu haijaisha. Nasema itaishaje hii frame yangu? Lakini nilivyoingia kwenye Mkuba na nikapata uongozi, tukapata mkopo, namshukuru Mwenyezi Mungu, frame mimi nimeimaliza na nimemwajiri mtu mamalishe anaifanyia kazi. Mwitikio kwa kweli ni mkubwa kwa wanajamii ambao mradi wa Mkuba umewafikia. Kwanza wamekuwa na umoja wa kuhakikisha kwamba maendeleo ya jamii husika yanafikiwa, ikiwemo pamoja na kuhakikisha mazingira ya bahari yanatunzwa, lakini pia na kushirikiana na serikali zao na BMU zao na VLC zao kuhakikisha kwamba wanaweka nguvu ya pamoja ili waweze kutunza mazingira ya bahari. Baada ya hapo uchumi wao uweze kuwa mkubwa.